Kama chama tunakataa kabisa hii policy ya Prime Cabinet Secretary. Sababu kwanza, hajaweza kufanya public participation. Hata bunge yenyewe haijaiangalia. Na nafurahia sana wajumbe walimwambia kwamba walete hiyo policy waweze kuiangalia kabla iweze kupitishwa. Lakini na sisi kama chama tunamwambia haipeleke kwa public participation, iweze kuangaliwa na wananchi wa kawaida ili tujue ni kwamba anafanya nini. Na pia hardship za walimu hazikupatikana kwa njia rahisi ya kuchora mipaka vile size inachorwa. Jameni, mtusikilize. Hardship za walimu zilipatikana kutoka kwa agitation ya walimu, kutoka kwa migomo ya walimu, na kutoka ile majukumu fulani ambao walimu walienda kotini na wakaweza kupewa hizi hardship area. Kwa mfano, kuna legal notice number 534 ya 1998 ama 97, wengine wanaita 1997. Hiyo ndio iliwezesha walimu kupata hardship areas. Na pia kuna legal notice number 196 ambayo ndio code, that is Code of Regulations for Teachers, ambayo imeweza kujumlisha hizi hardship allowances. Na pia kuna CBS kadhaa ambao walimu wameweza kusign na mwajiri wao ambao ni Teacher Service Commission. Na hizi zote zinawekwa pamoja na zinapelekwa kwa ile court ambao inaitwa Labor Court. Zikishafika kule zinakuwa signed. Zikishakuwa signed zimekuwa law. CBA ya walimu ni law. Kwa hivyo sioni vile Prime Cabinet Secretary anataka kubadilisha sheria na policy. Na nilimwambia haya maneno wakati moja, huwezi badilisha sheria na policy. Hardship za walimu, unlike hardship za watu wengine, ni sheria.